Subscribe The Sport Show. Klabu ya Yanga imeweza kuwatandika mabao 6-0 klabu ya Mashujaa, na hapa kuna mambo matano ambayo nimeweza kuyabaini kunako klabu ya Yanga. Mambo gani hayo? Tafadhali ungana nami mwanzo mpaka mwisho kwenye uchambuzi huu kuweza kujua yaliyojiri. Ni mazuri ya kufurahisha zaidi. So kabla tujaendelea, ni kuombe uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu ambazo tunakuwekea, lakini pia shukrani kwa wewe ambaye umeshakuwa mwanafamilia wa The Sport Show, na kama bado hujawa mwanafamilia wa The Sport Show, ni kuombe uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu ili uweze kupata taarifa zaidi kuhusiana na michezo ndani hasa Tanzania. Yes, leo imekuwa ni burudani na shangwe kunako Jangwani mara baada ya klabu ya Yanga kuwatandika mabao 6-0 klabu ya Mashujaa kutokea pale Kigoma, mabao yaliyowekwa kimiani na Depu. Kama kawaida yake amesajiliwa na kuonesha kile ambacho alifanya asajiliwe, lakini pia mwana mfalme hajaacha kufanya kile ambacho alifanya hata Afcon. So kwa mantiki hiyo naomba tuendelee na mambo matano ambayo nimeweza kuyabaini kunako mechi hii ya leo kati ya Yanga na Mashujaa. Jambo la kwanza nililoligundua au nililoona au jambo la muhimu zaidi ni usajili uliolipa. Depu aliposajiliwa kulikuwa kuna taarifa kwamba amecheza mechi nyingi akiwa na magoli machache, lakini klabu ya Yanga iliweza kuona kile ambacho walipaswa kukifanya kwa kumsajili, na pia kile walichokitaka ameweza kukionyesha. Kwa hiyo jambo la kwanza ni usajili kulipa kwa wachezaji wote ambao wamekwisha kusajiliwa na klabu ya Yanga. Wa kwanza ni Depu ambaye amethibitisha ubora wake na kwa nini amesajiliwa kunako klabu ya Yanga. Jambo la pili ambalo limeweza kufurahisha kwenye mechi hii ni namna ambavyo kikosi cha Yanga kimekuwa kikiondoa utofauti wa ugeni na wenyeji, kwa maana kwamba kila ambaye anaingia kunako klabu ya Yanga anakuwa ni sawa na mtu ambaye alikuwepo. Kwa hiyo kocha amefanikiwa kuziba ile nafasi au mwanya wa kuonesha kwamba aliyesajiliwa sio mpaka azoee sana ligi. Angalia Depu alivyoingia, ametoa assist na pia kafunga. Damaro kaingia mechi yake kafunga mechi ya pili pia, na ni kipindi kifupi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine usajili wa Yanga umelipa kwa kile ambacho kocha ameweza kukifanya katika kipindi kifupi. Hakuhitaji muda sana kuweza kutengeneza kikosi ambacho kiliweza au kinaweza kufanya maajabu, na kwa Yanga hii watu watarejee kulia milio isiyokuwa na kifani, watalia sana upande wa pili. Jambo la tatu ni mwendelezo bora wa klabu ya Yanga kwenye usajili, lakini pia performance uwanjani. Ukiangalia kipindi cha kwanza klabu ya Yanga alidominate sana mpira mpaka kipindi cha pili walivyokuwa wanaanza, ndo klabu ya Mashujaa iliweza kudominate mpira mpaka pale subs zilipofanywa kwa kumuingiza au kuwaingiza Mohamed Hussein, kumuingiza Mudathiri Yahya, lakini pia kumuingiza Yao Kwasi, kitu ambacho kilisababisha Yanga warudi kudominate tena kipindi cha pili mara baada ya kuwa Mashujaa waliwakamata. Lakini kuzoeana katika kikosi na kufanya vizuri kwenye kikosi imepelekea Yanga kuweza kudominate mchezo mpaka dakika ya 90 inatamatika, Yanga anakuwa anapiga mabao 6-0. Mabao ya kipindi cha kwanza yalikuwa ni magoli 3, na hiyo inatokana na domination ya mpira ambapo Yanga aliweza kucheza mpira murua sana. Pia kipindi cha pili Yanga ameweza pia kufanya kile alichokifanya kipindi cha kwanza kwa kuweka kambani mabao 3 kipindi cha kwanza, lakini pia kuweka kambani mabao 3 kipindi cha pili. Jambo la 4 ambalo niliweza kulibaini ni namna ambavyo approach yao ya game ipo kwa ajili ya
ushindi, yani winning mentality ipo kunako klabu ya Yanga, ambapo wachezaji wote ambao tayari wanaingia, unaona kabisa utulivu upo, na mechi kama hii ya leo waliichukulia kama sehemu ya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na Al Ahly ambao wanaenda kucheza nao siku si nyingi kunako Cairo Misri. Hivyo basi jambo la nne ni hilo la utulivu baina ya wachezaji, benchi la ufundi, lakini kile ambacho wamekifanya kinawaweka mchezoni kuelekea mechi ya kimataifa dhidi ya Al Ahly. Lakini jambo la tano ni namna ambavyo mechi husika ilikuwepo au game plan ilikuwepo, kuanzia namna ambavyo klabu ya Yanga inafanya zile substitution zao zimefanyika kwa wakati sahihi na zimeleta matokeo sahihi. Kwa hiyo kitu kinachotarajiwa au kinachoangaliwa ni kwa namna gani ambavyo watakapokuwa wanaelekea kwenye mechi ya kimataifa wanaweza kudominate kile ambacho wameweza kukifanya. Kwa hiyo jambo la tano ni uwezo wa kocha kuweza kuangalia mapungufu kwenye mechi na kuweza kuingiza watu ambao wanaweza kubadilisha au kuendeleza kile ambacho anakitaka kwenye akili yake. Kwa hiyo hayo ni mambo matano ambayo ya msingi, lakini cha kuongezea ni kuongezea mambo kadhaa. Kuna jambo la utulivu wa Mudathir Yahya ambaye kama kawaida yake kwenye dimba la kati anacheza kama vile hatocheza tena, anacheza kama vile ndo mechi yake ya mwisho, anacheza kama vile ndo anaaga mashabiki. Lakini hiyo imekuwa ni desturi ya Mudathir Yahya, anapokuwa anacheza mechi yote mara nyingi anakuwa ana dominate game na ana dominate dimba la kati, na pia anafanya timu yake iweze kuflow vizuri. Shukrani kwa Alan Okello ambaye ameweza kuonesha kile ambacho alipaswa kukionyesha kwa wana Jangwani kwa kusajiliwa, lakini kile alichokuwa nakifanya uwanjani ndo exactly kitu ambacho wana Yanga wanataka. Ijapo kuna kitu ambacho kitafeli kunako klabu ya Yanga kuhusiana na Alan Okello, kwa sababu matarajio mengi yapo kwamba ataenda kuwa mbadala wa Aziz Ki. Ijapo ni mapema sana kuweza kuhukumu, lakini pengo la Aziz Ki litaitesa sana klabu ya Yanga, kwa sababu Depo amesajiliwa, Okello amesajiliwa. Wote hawa ni watu wanaocheza kwenye nafasi moja, lakini Okello anaweza kubadilishwa na akacheza kama alivyocheza leo, akacheza kama namba 10 au akacheza kama namba 8, lakini Depo akacheza kama winga. Kwa hiyo pengo la Aziz Ki bado litawatesa sana klabu ya Yanga, kwa sababu kila alichokionyesha Alan Okello leo sio kile ambacho kinaweza kulingana na Aziz Ki alichokuwa akikionyesha au kukiofa kunako klabu ya Yanga. Lakini shukrani pia ziende kwa beki Mwamnyeto, Dickson Job kwa utulivu wao, lakini pia Shadrack Boka kwa utulivu ambao wanazidi kuonesha kunako klabu ya Yanga, na hii inathibitisha kwamba wao ni mabeki bora kwa sasa, na Yanga hii imejaa sifa kunako wachezaji wanaoanza ni wazuri kutokana na pia uwezo wao, lakini pia nao kaa benchi pia ni wanakuwa ni wazuri. Kwa hiyo kwa klabu ya Yanga hakuna namba isiyokuwa na watu mbadala, aliyopo uwanjani na aliyoko nje, uwezo ni sawa sawa. Tofauti tu itakuwa kwenye maamuzi ya namna ambavyo mchezaji husika anaamua kucheza. Credit ziende kwa benchi la ufundi kwa kuhakikisha kwamba wanacheza vizuri, lakini pia kwenye fitness ya hali ya juu. Ukiangalia Yanga hii ya msimu huu haina tofauti na Yanga ya msimu ulioisha. Yanga ya msimu ulioisha ina tofauti na misimu miwili nyuma. Kwa hiyo Yanga hii bado inacheza pale pale ambapo ilipokuwa ikichezea katika kipindi cha nyuma. Kufungwa 5-5, watu watafungwa sana, kwa sababu sioni timu ya kuizuia Yanga kuifunga goli 5. Hata mtani wake akicheza naye kesho bado atamfunga 5 tu, kwa sababu mtani wake hana kikosi cha kuweza kuizuia Yanga isiweze kumfunga magoli 5 na zaidi. Labda yatokea kutokea, lakini kwa uwezo uwanjani klabu ya Yanga wako bora sana 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 sana. Utulivu huu unaenda kunako mechi ya kimataifa, lakini tutarajie Yanga akimfunga Al Ahly kunako kule Misri. Kwa maana kwamba ukichukua performance ya Yanga kwa sasa hivi na performance ya
Al Ahly, unaona kabisa Yanga wako bora zaidi, kitu ambacho wakiwa makini wanaweza kuondoka na pointi 3 muhimu kunako Misri dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo ni siku chache zimesalia kuweza kucheza mechi hii, lakini na imani kwa uwezo na mbinu za kocha wa Yanga kuna kitu kizuri ambacho ataenda kukifanya na kuhakikisha kwamba Yanga anarudi na matokeo mazuri zaidi. Kwa upande wetu sisi The Sport Show tunaamini kwamba Yanga anaweza kuondoka na alama 3, na kama si alama 3 basi Yanga anaweza kuondoka na alama 1 kutokana na namna ambavyo wako bora kuanzia nyuma kati mpaka mwisho. Katikati wako vizuri, Duke Abuya, Mudathiri Haya, Dumaro wote wako vizuri, lakini nyuma pia beki Mwamnyeto yuko vizuri, Job yuko vizuri, Zimbe pale ana uzoefu wa kutosha kunako mechi za kimataifa, lakini pia Yao Kwasi amerejea kutoka majeruhi. Kwa hiyo tunaamini kwamba Yanga ataweza kufanya jambo bora na kuondoka na alama kunako Cairo Misri dhidi ya Al Ahly. Kama kitu kingine pia ni uwezo wa kocha wa Yanga, kwa maana kwamba si mgeni kunako mechi za Afrika. Ukumbuke aliwahi kuwa kocha wa timu ya taifa, hivyo basi kwa sasa anapokuwa na benchi anapokuwa anakaa kwenye benchi la Yanga italeta ladha fulani, kwa sababu si mgeni, kama ambavyo nimekwambia kwamba kwenye mechi za kimataifa ni yuko bora zaidi. Tafadhali naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa kadhaa tunazokuwekea za kimichezo zaidi, lakini pia shukrani kwa wewe ambayo tayari umeshakuwa mwanafamilia wa The Sport Show. Kumbuka The Sport Show tunakuangazia habari za michezo ya kitaifa, hasa Tanzania ndo tunakuwa tunakuletea, na nimekujuza kwamba kocha huyu wa Yanga anaijua sana fitna za mechi za Kiafrika. Kwa hiyo atakapokuwa anaenda kucheza atakuja na mbinu sahihi, na sisi tutaendelea kukuletea uchambuzi zaidi. Shukrani kwa kuifuatilia The Sport Show.